imerogwa hata kidogo. Yanga ya wapi imerogwa? Ile ya Zanzibar ile. Ile ni Yanga ambayo ilikuwa imerogwa. Unajua katika maisha yako yote usije kukutana na Yanga ambayo haijarogwa kaka. Ile ya Singida ni Yanga ambayo haijarogwa. Hii ya leo ambayo ni Yanga ambayo haijarogwa. Angalia ile pila lilopigika hapo ndani. Mimi nilimsikiliza yule msemaji wa polisi Tanzania, sijui polisi huyu sungusungu, sijui polisi jamii hawa. Nilimsikiliza jana wakati analozoka kwenye mitandao anakuambia kwenye ligi kuu Tanzania bara tangia promoke daraja. Anakuambia wameenda kwao kule Ushirombo ule. Anakuambia wamekuja Dar es Salaam sasa kwa kishindo. Anawaomba mashabiki wa polisi jamii waje, kuna surprise. Sasa surprise yenyewe ndio hii hapa. Unaona ile golikipa lao la kwanza ile limekula chuma 4, wakaona shati, wakamleta huyo wa pili. Aya, wanatoa shati wanaingiza taulo. Naye kala 3 mzuka, ukijumlisha 7. Kwa hiyo unajisikia gani kwamba Yanga bwana ikiamua kucheza mpira wa Manchester inacheza, ikiamua kucheza mpira wa Real Madrid inacheza. Kwa hiyo mpaka sasa hivi najiuliza nikiwa kama rais wa Tanzania, na idunda polisi jamii ilikuwa bora, na idunda Singida ilikuwa bora, na likosaje Toto la Mudi ilikuwa bovu. Sasa lakini mimi nikiwa kama rais wa Tanzania kuna kitu kimoja ambacho mimi nimejipa jibu mimi mwenyewe kwamba kwanza kwenye michuano hii kwamba tayari shajitenga tayari kwamba bingwa wa nchi anashinda goli nyingi, alafu wasindikizaji wanashinda goli chache. Kama unavyoona Toto la Mudi jana limecheza na wale nani B12 wale sijui B19 bwana, jina kubwa B19 na kata hizo B2 tu. Angalia jana kashinda vigoli viwili vya tupili ule. Angalia ile goli la kwanza lile mapema, hata nyama robo yenyewe haiwezi kufungwa namna ile. Nikaona polisi yake polisi jamii yake sungusungu huyo anabugizwa nyingi. Kama unavyoona kala G7 kwao tumempeleka Ushirombo hata akacheza la kochezaga. Yanga ni hatari. Hapa tumefunga magoli ya kuelekea mechi zote mbili. Maana kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kwamba tuna chuma zetu 7 zilizosimama kwamba katika kuelekea michezo yote miwili kwamba tutakuwa Jumatano tuna mchezo dhidi ya Tanzania Prisons, Jumapili tunakuwa na mchezo dhidi ya wale nani wale wafunga madisha Azam FC. Huku tunabembea na goli zetu 7 AKG7. Kwa hiyo mpaka sasa hivi maji na mafuta yakitenga, waambieni watoto wa Mudi kwamba bwana mtoto Yanga akiwa bingwa mtoto analalamika kwa sababu ameshajitenganisha mpaka sasa hivi kwamba bingwa wa nchi anashinda goli nyingi, msindikizaji anashinda goli chache. Angalia jana ukapiga kona 29, yani wachezaji waliokuwepo ndani na goli na kona zilizokuwepo yani ni wachache wachezaji kuliko hizo kona ngapi walizopiga. Kona na gawana wachezaji wa ndani mpaka benchi la ufundi wote na kona ziishi. Kwa Toto la Mudi ndio pila lake lilo chupili. Ila Toto la Mudi mwambieni kwa sababu 16 bora nimemkosa. Anakwenda na Majiji wale ambao alishona nao kijora. Sasa mwambieni bodi ya ligi waloboronga juzi kwenye zile kamati zao zile. Mwambieni namtaka robo finali mtoto wa Mudi kwenye 8 bora. Kabla hatujafika huko sasa Depu bwana hat-trick. Ni mwamba kwa kweli kaka. Na kwa nimekwambia bingwa wa nchi lazima jitenge nao wasindikizaji. Ukisikia kidume kwa kweli kile kinaitwa kidume wandima. Ukisikia tumelamba dume baba kile kinaitwa kidume wandima kaka. Anapiga pila mpaka linamwagika. Nikiwa kama rais wa Tanzania, hebu mpaka sasa hivi Depo anatuma sasa kwenye FA bwana. Mechi moja chuma 3. Sielewana sijui. Yani ana sasa hivi yani kwanza kujana kulikuwa kuna mchezo leo. Yani ukisikia Depo ni habari ya dini. Mechi moja chuma 3 na magoli yote ya Winome ya Yanga Sule, magoli yote yanapatikana Old Trafford kule kwa kina Fernandes. Kwa unaona jinsi gani kwamba kaondoka na mpira wa Golden Leaf. Tangia michuano ya CRDB Bank Federation Cup tangia ianze. Na ndiye mchezaji gani ashawahi kuondoka na mpira wa Golden Leaf? Hakuna, ni Depo peke yake. Alafu ukija kwa Buba anatuma zake 3 kwenye FA, ukija kwa Mr. Okelo mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu kuna tuma moja, huku kwenye FA na tuma moja. Yaani ukisikia kwamba tumeramba dume kwenye sajili ya dirisha dogo, tumeramba dume kweli. Hebu angalia Depo leo kaondoka na ndieni kwa watoto wa Mudi au sio watoto mdada mfunga madishi. Timu zote zinazoshiriki ligi kuu FA na mbele nani shao kuondoka na mpira wa FA, nani kashaondoka na mpira wa Golden Leaf? Hakuna, ni Depo peke yake. Ukisikia ni mwamba kweli. Yani ukisikia tumeramba dume kile kinaitwa mgosi wandima. Unaona bwana pia limepiga mpaka limemwagika. Polisi jamii mwenyewe anaona Yanga ni hatari kaka. Yaani unapoizungumzia Yanga yani ndio tutakapokuja hivyo kwamba tunaweza kucheza mpira wa Real Madrid, tunaweza kucheza mpira wa Manchester City, tunakubadilishia mapigo, tunaweza kucheza mpira wa Manchester City. Sasa leo tumepiga pila la Manchester wa Real Madrid sasa. Bwana Yanga hii ole wako kutana katika maisha yako kutana Yanga ambayo hajarogwa kaka. Hii Yanga ambayo hajarogwa kaka. Ile ya Zanzibar ile. Mtoto mmoja kwa mtupia ukinyamba mna ushirikina mtupu mna. Na ndio maana mtoto mmoja anapiga kelele kwa. Sasa waambieni watoto wa Mudi wakidai goli, waambieni watoto wa Mudi kwanza iwe pipi. Wakidai goli ile la nani yule? Yule nani yule? Selemani Mwalimu. Mwanafunzi, sema mwanafunzi. Yule ndio aloleta gumzo yote ndio imeenda kubwaga nani chakula cha nani cha waamuzi. Lakini goli halali lile. Goli halali wapi? Usiangalie goli.
Sasa ngoja kwanza. Katika maisha yako mimi nakumbuka kule wamesema watoto wa Mudi wamepewa goli lao, ila ukienda kusoma kwenye ubao pale bui bui. Wewe ushawahi kuona duniani kote kinatokea kitu kama hicho? Yaani mtu anapewa goli ila point hapewi, alafu kienda kwenye ubao pale bui bui. Wewe ushawahi kuona wapi? Wewe ukisikia watoto wa Mudi wamepigwa na kitu kizito, wamepigwa kitu kizito kweli kweli. Kwani kwenye mechi ile tulichezaka na Mamelodi Sundowns ilikuwa sivyo? Wakasema goli halali, mchasi kwenye matokeo ubao bui bui. Ndio mtoto wa Mudi alichofanya. Sio halali. Kwa sababu usiangalie nani mwalimu wakati yake anafunga na kufunga. Angalia wakati ule mpira unapigwa red cross. Angalia kibendera kilikuwa juu muda gani? Yaani ukisikia yule kafungiwa hana makosa. Yaani yule umemuonea. Yaani yule mshika kibendera alikuwa fair play. Amesimamia sheria 17 kajiongeza 50 kabisa. Angalia ule mpira kabla hujapigwa kibendera kilichokuwa juu muda mrefu sana. Kwa hiyo pale kamati 72 imepuyanga. Ila kwenye swala lile la Dube kule wako sahihi kwa sababu nakwenda kuzuia move on ya Dube. Yaani pale kama Dube juzi ile kwenye mechi ile tarehe moja, kama angemwacha walikuwa wanakwenda kukandwa mara 7. Mwisho siku amemzuia na yeye amekuwa Kapombe mwenye kifilimbi chake mjini. Kwa sababu unakwenda kuzuia move on ya Dube. Why? Kwa ile hukumu ya yule nani? Yule mshika kifilimbi yuko sahihi. Ila huko kwa mwamuzi mshika kibendera yuko sahihi. Angalia hata kwenye hukumu. Angalia nani? Mwalimu mwanafunzi aliyoleta gumzo mjini anafungua mechi 3 na wakati Baka alifunguaga mechi ngapi? Mechi 5 mpaka tulimsahau kwenye ligi kuu Tanzania bara. Msumeno unakata huku na huku. Sasa inakuaje? Baka afungue mechi 5, huyo afungue mechi 3. Why? Na huyo ndio alosababisha balaa mjini. Baka sasa hivi kwani alosababisha waamuzi kufungwa nani? Huyu mwanafunzi yake mwalimu. Haya, mechi ya Dodoma ilichezwa leo. Ilichezwa huko mwezi uliopita kule. Wanakuja kufungiwa, inakuja kutoka hukumu jana. Kwa hiyo tuangalie maamuzi ambao wanaowafanya. Nini unatakaje sasa mzee Utopolo? Kwanza kwenye goli hizi. Kwanza litakuwa ni salamu kuelekea mechi ya Jumatano dhidi ya Polisi Tanzania. Polisi Tanzania nimelimisi kwa sababu nimelikufunga goli nyingi. Dhidi ya Tanzania Prisons. Maana Jumatano tuko na Tanzania Prisons wale. Na Limanjaro unasikia lishakula korokoroni. Sasa Selemani kapigwa mechi 3. Ndio maana ni ngapi? Mnataka afungie mechi ngapi? Mechi 7. Kaka kampiga kipepsi kikoka kaka. Kwa sababu tunapozungumzia kama ni kafanya makosa, kwa sababu mpira miguu unacheza miguu. Inakuwaje tena na mikono vipepsi vinachezeka? Wewe umekuwa John Cena tena. Kwa hiyo pale kwenye swala la hukumu, mla wamepuyanga. Selemani mwanafunzi, kwanza hukumu imechelewa kutoka. Ilitakiwa wale kifungo nywi. Unakijua kifungo nywi wewe? Ilitakiwa wale kifungo nywi. Kifungo nywi na maana mechi 7 itakuwa sicheze. Wewe mechi 3 juzi tu. Baka alifanyaga kosa dogo tu Mbeya pale kala kamba. Mechi ngapi? Mechi 5 mpaka tulimsahau. Inakuwaje umpiga kipepsi anafungua mechi 3 mbona chache? Yule alitakiwa ale kamba ya mechi 7 na milioni 200 itakuwa toe zile wana zile. Yaani ukisikia wale kamati 72 wamepuyanga kweli. Kwa sheria zipate mkondo wake kaka. Mbona amepuyanga mle kaka? Ikiwezekana sasa hata yule nani yule mwamuzi yule mshika kibendera aenda kakate rufaa. Mimi nitakuwa shahidi wake. Ameonewa. Hata kwenye swala la mwalimu irudiwe kesi ile. Wenda kaangalie upya sheria iliyotungwa